Habari za saizi mtazamaji, karibuni kwenye channel yetu pendwa inayohusu masuala ya afya. Na leo hii tutakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar nikiwa na mada nitakayozungumzia tatizo la ugumba, yani infertility kama inavyofahamika kwa lugha ya kitaalamu. Infertility tunamaanisha ugumba. Na tunapozungumzia tatizo la ugumba ni miongoni mwa tatizo ambayo limekuwa likisumbua jamii zetu kwa muda mrefu sana. Unakuta wanandoa au hata wapenzi ambao wanaishi pamoja wakiwa katika ile hali ya kuhitaji mtoto, lakini wanaona muda unazidi kwenda na inakuwa vigumu kwa wao kuweza kupata mtoto. Unakuta kwamba kuna jitihada nyingi huwa wanazifanya katika kuhakikisha mtoto anapatikana, ila kwa wao bado inakuwa ni changamoto kubwa katika swala la kupata mtoto. Ukiangalia sasa tatizo hili la ugumba ni tatizo linalochangiwa na jinsia zote mbili, yani jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kwa maana hiyo tatizo linaweza kuwa kwa mwanamke, au tatizo linaweza kuwa kwa mwanaume, au tatizo linaweza kuwa kwa wote wawili kwa pamoja. Sasa tatizo hilo ndio linalofanya au linalosababisha kutopata mtoto, na ifahamike ya kwamba sio mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa sababu ya ugumba kama ilivyozoeleka kuaminika na jamii mbalimbali, wakidhani wanawake peke yao ndio ambao hupata tatizo hili la ugumba. Na tatizo hili la ugumba limekuwa ni tatizo likiwasumbua watu mbalimbali duniani, ikiwemo na hapa nchini kwetu. Na ukiangalia takwimu za tafiti mbalimbali za hivi karibuni zilizofanyika zinaonesha 12% mpaka 28% ya wenzi duniani wanakadiriwa kuwa na tatizo hili la ugumba. Hii inaonesha ni kwa kiasi gani tatizo hili lina ukubwa na kuna umuhimu mkubwa wa kuchukua hatua mapema kabla ya tatizo halijawa kubwa zaidi mpaka kushindwa kutibika. Tafiti za hivi karibuni pia zinaonesha katika swala hili la ugumba 40% ikiwa imesababishwa na mwanaume, lakini pia huku 40% nyingine ikiwa imesababishwa na wanawake, na 20% iliyobaki ikiwa ni mchanganyiko wa matatizo kwa mwanamke na mwanaume. Sasa hii inatuonyesha ya kuwa iwapo tatizo litatokea kwa wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja, ni vizuri wote wakaenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi na ushauri wa kitaalamu, na kuacha dhana mbaya ambayo imejengwa na baadhi ya jamii kuwa mwanamke pekee yani mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa amesababisha hali hii ya ugumba. Tukiangalia maana halisi sasa ya ugumba, tunasema kwamba ugumba au kama inavyojulikana kitaalamu infertility, tunasema ugumba ni hali ya kutoweza kupata ujauzito katika kipindi cha mwaka mmoja au zaidi kwa wenzi ambao wamekuwa wakishiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hali hii inaweza kutokea kutokana na tatizo kwa mwanaume au tatizo kwa mwanamke, au wote wawili kwa pamoja kama nilivyosema hapo awali. Kwa lugha nyepesi tunaweza sema kwamba ugumba ni ugonjwa wa mfumo wa uzazi wa mwanaume au mwanamke unaofafanuliwa kwa kushindwa kupata ujauzito mwanamke, au mwanaume kushindwa kumpa mimba mwanamke baada ya miezi 12, yani baada ya mwaka mmoja au zaidi, kwa wenzi ambao wanashiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hii ndiyo maana halisi ya ugumba. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu hii, ni vizuri pia ukafahamu kuwa kuna utofauti kati ya maana ya ugumba na utasa. Na maneno haya mawili yani ugumba na utasa yanafanana ukiangalia kwa haraka haraka, lakini huwa yako tofauti kabisa. Na tunapoongelea utasa tuna maana kwamba ile hali ya mwanamke kutoweza kabisa kushika ujauzito, au mwanaume kutoweza kabisa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Na mtu tasa anakuwa hana uwezo wa kupata mimba
au kumpa mtu mimba kabisa, tofauti na mtu mgumba ambaye anao uwezo wa kuja kupata mimba au kumpa mtu mimba iwapo tatizo litakuja kuondolewa siku za baadaye. Na sasa tukiangalia huu ugumba kama ugumba umegawanyika katika makundi makuu mawili, au tunaweza sema kuna aina kuu mbili za ugumba. Aina ya kwanza inajulikana kama ugumba wa awali, yani primary infertility kama inavyojulikana. Na katika hatua hii, katika aina hii ya ugumba, unakuta wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja ambao wanashiriki tendo la ndoa bila kinga kwa angalau mwaka mzima au zaidi na hawajawahi kupata mtoto. Yani unakuta kwamba mwanamke hajawahi kupata japo ujauzito katika kipindi chote hicho. Hii ndio tunaiita au inajulikana kama ugumba wa awali au primary infertility kama inavyojulikana kitaalamu. Tukiangalia aina ya pili ya ugumba, unajulikana kama ugumba wa upili, yani secondary infertility, ambao hutokea kwa wanandoa au wapenzi ambao waliwahi kupata ujauzito angalau mara moja kwa siku za nyuma, lakini imefika muda wanataka wapate mtoto mwingine, lakini inashindikana kupatikana japo wanafanya juhudi zote za kuweza kupata mtoto. Huu ndio tunauita ugumba wa upili au ugumba unaotokea baadaye, yani secondary infertility kama unavyojulikana kitaalamu. Ndugu mtazamaji, na mara nyingi huwa tunashauri kwa upande wa wanawake wajitahidi kupata ujauzito kabla ya umri wao haujaenda zaidi. Na tunafanya hivyo kwa sababu viwango vya uzazi, yani ile fertility rate, huwa ina kawaida ya kupungua kidogo kidogo baada ya miaka 35. Na hii ni kwa sababu uzazi hupungua kwa umri kutokana na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza tunasema kwamba ni kupungua kwa idadi ya mayai, yani decrease in egg count. Kwani tunafahamu kuwa wanawake hupoteza mayai kila mwezi. Na sababu ya pili ni kupungua kwa ubora wa yai, yani decrease in egg quality. Kitu ambacho kina uwezekano mkubwa wa kusababisha kuwa na mapungufu katika chromosome, yani tunaita chromosome abnormalities. Na mapungufu ya chromosome, yani chromosome abnormalities, yanaweza kuwa na athari mbalimbali. Kwa mfano, ikitokea nakala ya ziada ya chromosome 21, yani an extra copy of chromosome 21, husababisha ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama Down syndrome au trisomy 21. Ambapo katika ugonjwa huu unakuta mama amejifungua mtoto mwenye muonekano tofauti wa uso, yani anakuwa na distinct facial appearance mtoto, lakini pia mtoto huyo anakuwa na ulemavu wa akili, anakuwa na intellectual disability na anakuwa anachelewa katika ukuaji wake. Sio hivyo tu, ukiukaji wa chromosome unaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au ukasababishwa magonjwa au ukasababishwa matatizo katika ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wakina mama kutochelewa sana kubeba mimba, na hasa umri hatarishi tunasema ni kuanzia miaka 35 na kuendelea. Na kwa uhalisia ulivyo, unakuta mfuko wa uzazi, yani uterus, wakati wa umri labda wa miaka kuanzia 25 20, yani mwanamke anapokuwa tayari ameshaanza ameshabalehe tayari, anakuta ule mfuko wa kizazi, yani uterus, unakuta upo tayari sasa kwa ajili ya kubeba mtoto. Ila sasa kadri ya muda unapozidi kwenda, maana kwamba umri unazidi kwenda, miaka labda let's say labda miaka 20, 25, unaenda 30, 35, naenda 36, 40, mwisho sasa uterus inachagua cha kubeba, na uterus ikichagua cha kubeba maana yake itabeba uvimbe ambao unajulikana kitaalamu kama uterine fibroid. Sasa ili utungisho wa mimba uweze kutokea, yani fertilization ili uweze kutokea, ni lazima kuwe na vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni lazima kuwe na mbegu za kiume pamoja na yai la uzazi, yani sperm pamoja na ovum. Na kitu cha pili ni lazima kuwe na njia ya uzazi iliyo sawa sawa, yani patent genital tract. Sasa tukiangalia ile hali ya kutokuwa na uwezo wa kuzaa, inaweza kuwa imesababishwa na sababu mbalimbali. Na sababu hizo
zinaweza ikawa katika mfumo wa uzazi wa mwanaume au mfumo wa uzazi wa mwanamke. Hata hivyo, wakati mwingine haiwezekani kuelezea sababu za ugumba, yani sayansi imeshindwa kuelezea sababu za moja kwa moja, na inabaki kuwa baadhi ya sababu kuwa hazijulikani, yani idiopathic. Tukianza kuangalia kwa upande wa wanawake, katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, ugumba unaweza kuwa umesababishwa na mambo yafuatayo. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikasababisha ugumba ni matatizo katika mirija ya uzazi, yani tubal disorders. Ugumba wa sababu ya mirija ya uzazi hutokea wakati mirija ya uzazi inapokuwa imeziba. Mirija ya uzazi inapokuwa imeziba kutokana na aidha labda na upasuaji unahusisha mirija, au kutokana na magonjwa, kwa mfano magonjwa kama magonjwa vile ya zinaa kama vile kaswende, kisonono, au magonjwa katika via vya uzazi, yani pelvic inflammatory diseases PID, pamoja na magonjwa mengineo ambayo sijataja hapo juu. Ndugu mtazamaji, cha kufahamu ni kwamba sio tu kuziba kwa mirija ya uzazi ndiyo inaweza ikapelekea tatizo hili la ugumba linalotokana na matatizo katika mirija ya uzazi, bali tunasema ikitokea uharibifu wa aina yoyote katika mirija hii ya uzazi, au ikitokea hata makovu au vikwazo vyovyote katika mirija hii ya uzazi vinavyozuia mbegu za kiume kufika kwenye yai kwa ajili ya kurutubishwa, au kuzuia kile kiini tete, yani an embryo, kufika kwenye mji wa mimba kwa ajili ya ujauzito, yote haya yanaweza kusababisha ugumba unaotokana na sababu za matatizo katika mirija ya uzazi. Na tukiangalia sababu ya pili, sababu ambayo inaweza ikasababisha ugumba kwa wanawake ni matatizo katika mfumo wa endocrine, yani disorders of endocrine system, ambapo matatizo hayo husababisha kutofautiana kwa homoni za uzazi, yani imbalance of reproductive hormones. Na mfumo wa endocrine kwa kawaida huwa unajumuisha hypothalamus na tezi za pituitary. Mifano ya matatizo ambayo yanaweza kuathiri mfumo huu ni pamoja na saratani ya pituitary, yani pituitary cancer, na ugonjwa unaojulikana au unaofahamika kitaalamu kama hypopituitarism, ambapo unakuta tezi ya pituitary inashindwa kutoa homoni moja au zaidi, au haitoi homoni za kutosha katika zile homoni zake. Na miongoni mwa homoni ambazo zinatolewa na tezi pituitary, yani pituitary gland, kuna homoni kama follicle stimulating au follicle stimulating hormone kama inavyojulikana, kuna luteinizing hormone, lakini pia na ziko homoni nyingine, kwa mfano kuna homoni inayojulikana kama adrenocorticotropic hormone, yani ACTH, pia kuna antidiuretic hormone, kuna growth hormone, kuna oxytocin, kuna prolactin, kuna thyroid stimulating hormone. Na ukiangalia sasa, homoni hizi zina kazi mbalimbali katika mwili wa binadamu, lakini katika homoni zote hizo ambazo nimezitaja hapo juu, homoni ya follicle stimulating hormone na luteinizing hormone ndiyo homoni zinazoplay part kubwa katika masuala ya uzazi wa mwanamke. Na ukiangalia kwa mfano follicle stimulating hormone, ambapo kwa wanawake kazi yake kubwa ni kusaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi na kuchochea ukuaji wa mayai kwenye ovary. Na kiwango cha follicle stimulating hormone kwa wanawake hubadilika katika mzunguko wote wa hedhi, na viwango vya juu zaidi vikitokea kabla ya yai kutolewa na ovary, ambapo hii kitaalamu inajulikana kama ovulation. Na ukiangalia kwa upande labda wa wanaume, hii follicle stimulating hormone pia huwa ina kazi yake, na miongoni mwa kazi yake ni kudhibiti uzalishaji wa mbegu za kiume. Kwa upande wa kichocheo cha luteinizing, yani luteinizing hormone ina kazi mbalimbali pia katika masuala ya uzazi kwa mwanamke, ikiwemo kuamsha upevushaji wa mayai na kumfanya mwanamke apate ovulation ili aweze kupata ujauzito. Pia luteinizing hormone miongoni mwa kazi muhimu inayofanya ni kuamsha vichocheo au homoni za kike zinazojulikana kitaalamu kama estradiol na progesterone
kutoka katika vifuko vya mayai au ovaries na kumfanya mwanamke aonekane kiaba kijana. Lakini pia huwa inamfanya mwanamke aonekane bado mrembo. Pia homoni hizi zinamfanya mwanamke afurahie tendo la ndoa, awe na msisimuko na aweze kuwa kushika ujauzito. Vichocheo hivi vinapotolewa huzunguka katika mfumo wa damu na kuishia katika uhamasishaji wa kukuza na kuboresha viungo vya uzazi katika maziwa, katika kizazi, lakini pia katika uke. Vichocheo hivi pia humsaidia mwanamke wakati wa tendo la ndoa apate majimaji na asiwe mkavu ukeni, lakini pia vichocheo hivi husaidia kupata ute wa uzazi kila anapopata ovulation au upevushaji wa mayai unapotokea. Na tukiangalia sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea mwanamke akaingia kwenye ugumba ni kuwa na matatizo katika ovari. Au tunaweza sema kwamba ugumba unaotokana na matatizo katika ovari. Na ieleweke kwamba ikiwa mwanamke atapatwa na matatizo mbalimbali katika ovari zake, inaweza mpelekea akapatwa na ugumba unaotokana na matatizo katika ovari. Kwa mfano, inaweza kutokea mwanamke akawa amezaliwa akiwa na mapungufu katika ovari zake, yani zile congenital anomalies of the ovaries. Mfano wa hivyo inaweza ikatokea mtu amezaliwa akiwa hana ovari zote mbili, ambapo kitaalamu inajulikana kama ovarian agenesis. Pia ikitokea kuwa kuna makovu katika ovari, inaweza ikawa sababu mojawapo ya mwanamke kupata hali hii ya ugumba. Kwani tunafahamu kwamba uharibifu wowote kwenye ovari unaweza kusababisha ovari hizi kushindwa kuzalisha mayai. Na makovu katika ovari yanaweza kuwepo kutokana na operation za mara kwa mara katika sehemu hii ya ovari, au makovu yanaweza kutokea kutokana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Sababu zote hizi zinaweza kusababisha ovari kushindwa kuzalisha na kutoa mayai na kusababisha hali hii ya ugumba. Lakini pia miongoni mwa matatizo yanayoweza kuwepo katika ovari ni kuzeeka kwa ovari zenyewe, ambapo kitaalamu inafahamika kama ovarian aging. Na ukiangalia upungufu wa ovari ya msingi, yani primary ovarian insufficiency, hutokea wakati ovari zinapoacha kufanya kazi inavyopaswa kabla ya umri wa miaka 40. Hili linapotokea, ovari huwa hazitoi viwango vya kawaida vya vichocheo au homoni ya estrogen au kutoa mayai mara kwa mara. Hali hii pia huitwa kushindwa kwa ovari kabla ya wakati, yani premature ovarian failure, na mara nyingi husababishwa hali hii ya ugumba. Sababu ya 4 ambayo inaweza kusababisha mwanamke akapata ugumba ni matatizo ya ovulation, yani ovulation problems, au kama inavyoitwa ovulatory disorder. Matatizo ya ovulation ni miongoni mwa sababu za ugumba kwa wanawake wengi. Ndugu msikilizaji, ifahamike kwamba tunapozungumzia ovulation tunazungumzia kupevuka kwa mayai ya uzazi ya mwanamke, ambapo tunamaanisha pale yai moja au zaidi yanapokuwa yanaachiwa kutoka kwenye moja ya ovari, yani mifuko ya mayai ya mwanamke. Matatizo ya ovulation husababishwa na matatizo ya udhibiti wa homoni za uzazi, yani problems with the regulation of reproductive hormones. Sasa ukiangalia matatizo ya ovulation ya kutokwa na yai au mayai kwa mwanamke mara kwa mara au kushindwa kutoa yai kabisa, ndio sababu ya visa vingi vya ugumba vinavyotokana na matatizo ya ovulation. Kama nilivyosema hapo awali, matatizo ya udhibiti wa homoni za uzazi, yani na hypothalamus au tezi ya pituitary, au matatizo katika ovari yanaweza kusababisha matatizo ya ovulation. Mfano, ugonjwa wa vivimbe kwenye sehemu ya mayai, yani polycystic ovarian syndrome, husababisha kukosekana usawa wa vichocheo, yani hormonal imbalance, ambapo huathiri ovulation. Usawa wa homoni huingilia ukuaji na kutolewa kwa mayai kutoka kwenye ovari, yani ovulation, na ikiwa huna ovulation huwezi kupata ujauzito. Sasa polycystic ovarian syndrome pia inahusishwa na upinzani wa insulin
na kunenepa kupita kiasi, na muda mwingine unakuta kuna ukuaji wa nywele usio wa kawaida kwenye uso wa mwili pamoja na utoaji wa chunusi nyingi. Tukiangalia sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akapata ugumba ni matatizo ya kizazi, yani uterine factors. Kama inavyofahamika kwa kizazi ndiyo sehemu kuu ambayo mtoto hutunzwa na kuishi kwa miezi yote 9. Sasa ikitokea tatizo lolote linaloweza kushambulia kizazi linaweza kuleta ugumba. Mfano, kuna ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama Asherman's syndrome au intrauterine adhesion au intrauterine synapse. Ugonjwa huu hutokea pale ambapo tishu zenye kovu kushikamana na kujiunda ndani ya mfuko wa kizazi. Tishu za kovu hizi, yani scar tissues, zinavyokuwa zimejikusanya hupunguza nafasi iliyo wazi ndani ya mfuko wa uterus, na hivyo huathiri utando wa kazi wa uterus, yani affect the functional lining of the uterus, na hii ndiyo husababisha ni miongoni mwa sababu ya ugumba. Sio hivyo tu, matatizo katika kizazi yanaweza kusababishwa na uvimbe ndani ya kizazi, ambapo kitaalamu uvimbe huu unajulikana kama uterine fibroid. Uvimbe huu ambao sio wa saratani hujitokeza kwenye kuta za ndani za mfuko wa mimba na kwenye cavity ya uterus. Uvimbe huu husababisha kubadilika kwa shape na size ya kizazi, lakini pia uharibu upandikizaji, yani implantation, na ukuaji wa kiini tete, yani an embryo, kwa kuwa na athari mbaya juu ya upokeaji wa safu ya uterine na kusababisha ugumba kwa wanawake wengi. Pia hapa labda ni waase wanawake ambao wana kawaida ya kutoa mimba kinyume na sheria. Na maanisha kwamba unakuta mtu amepata ujauzito, kutokana na sababu zake mbalimbali anaamua kuondoa ile mimba iliyotungwa kabla ya kutimiza muda wake wa kujifungua pasipo na sababu za kitaalamu au pasipo na sababu za kitabibu. Kwani kuna madhara mengi ambayo yanaweza kujitokeza kwa kutoa mimba kiholela, ikiwemo maambukizi katika via vya uzazi, majeraha ya mlango wa uzazi, yani cervix, na hata pia ndani ya mfuko wa uzazi. Ndiyo yanaweza kusababisha mtu kushindwa kupata ujauzito hapo baadaye, yani akawa katika hali ya ugumba. Mfano, maambukizi ya nyumba ya uzazi yanaweza kutokea wakati wa kutoa mimba au baada ya kutoa mimba au baada ya mimba kutolewa, na hivyo uambukizi huo ukasababisha via vya uzazi ikiwemo mirija kuharibika na mtu akapata ugumba. Hivyo basi ni washauri wanawake wenye kawaida ya kutoa mimba kinyume na sheria kuacha mara moja swala hilo, na ambao hawajawahi kufanya hivyo kutojaribu, kwani madhara yake kwa baadaye ni makubwa sana, ikiwemo ugumba au inaweza kutokea hata mtu akapoteza maisha kabisa. Tukiangalia sababu nyingineyo ambayo inaweza kusababisha ugumba kwa mwanamke ni matatizo katika mlango wa kizazi na matatizo ya kinga za mwili, yani cervical and immunological factors. Ugumba wa kinga hutokea kutokana na uharibifu wa gametes na kinga za mwili za antisperm au kinga mwili za ovary, kwa kuzuia kwa manii, yani zona pellucida kushikana au kubaindi kwa kinga mwili za manii, au kwa kuzuia kupasuka kwa kiini tete na ukuaji wa mapema. Pia ukiangalia matatizo katika mlango wa kizazi, yani cervix ukiangalia inapatikana kwenye sehemu nyembamba ya uterus ambayo inaungana na uke. Sasa tezi ndogo zinazozunguka cervix huzalisha kamasi, yani kamasi ya cervix, yani cervical mucus, ambayo hutumika kama chombo cha usafiri wa manii au mbegu za kiume. Sasa mara tu mbegu za kiume zinapomwagika ndani ya uke, lazima zinaogelea kwenye ule ute wa cervix kutoka kwenye uke hadi kwenye uterus. Sasa wakati ovulation inakaribia, estrogen husababisha ongezeko la uzalishaji wa kamasi na shingo ya kizazi. Na shingo ya kizazi inakuwa nyembamba ili kusaidia kusafiri kwa zile mbegu za kiume kwa urahisi. Sasa kuna vitu au bidhaa kama vile clomid huwa zinaingilia uzalishaji wa estrogen na kusababisha udhibiti mbaya
na unene wa kamasi ya cervix, yani thickening of the cervical mucus. Kwa hiyo ugumba kwa sababu ya shingo ya kizazi yani cervix hutokea wakati zile mbegu za kiume haziwezi kuogelea kupita ute wa cervix au kingamwili za kuzuia zile mbegu za kiume zinapokuwepo. Na kingamwili hutokea wakati mwili unapojilinda dhidi ya vimelea vya magonjwa kama vile yani virusi au bakteria. Zipo sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha mwanamke kuwa mgumba. Labda nimalizie kutoa sababu ya mwisho ili tuendelee na vipengele vinavyofuata katika mada yetu hii ya ugumba. Sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha ugumba kwa mwanamke ni sababu za kisaikolojia, yani psychological factors, ambapo hapa tunakutana na shida mbalimbali za afya ya akili kama vile msongo wa mawazo, mfadhaiko, matatizo ya usingizi, matatizo ya ulaji, ambayo yote haya yanahusishwa na kutolewa kwa wingi kwa homoni ya kutolewa kwa corticotropin, yani corticotropin releasing hormone. Kwa lugha nyepesi naweza kusema kwamba psychological factors huambatana na excessive releasing of the corticotropin releasing hormone kwa msaada wa hypothalamus, ambayo matokeo yake huzuia gonadotropin releasing hormone. Na kama tunavyofahamu, hii gonadotropin releasing hormone ndiyo ipo responsible kutoa aina ya vichocheo kama vile follicle stimulating hormone na luteinizing hormone kutoka kwenye pituitary ya mbele, yani from the anterior pituitary. Kwa hiyo kitendo cha kusimamisha uzalishaji wa gonadotropin releasing hormone ina maana kwamba pia uzalishaji wa follicle stimulating hormone na luteinizing hormone pia utasimama, hali ambayo inaweza kusababisha kutopata hedhi kwa mwanamke, yani mwanamke akawa katika hali ya amenorrhea. Sio hivyo tu, bali pia upoteza uzalishaji wa mbegu za kiume kwa mwanaume na kupoteza homoni zinazotokana na ovary au korodani. Hivyo sababu za kisaikolojia zinaweza kupelekea ugumba kwa mwanamke au mwanaume pia. Baada ya kuangalia sababu za ugumba kwa wanawake, sasa tuangalie sababu zinazoweza kupelekea ugumba kwa upande wa wanaume. Zipo sababu mbalimbali zinazoweza kupelekea ugumba kwa wanaume, ikiwemo matatizo ya kuzaliwa nayo, yani congenital anomalies. Yapo mambo yanayosababisha utengenezaji wa mbegu zisizo na ubora zinazokosa ufanisi wa kazi yake. Mambo hayo ni pamoja na kuzaliwa na korodani ambazo hayajashuka kutoka tumboni. Na kwa kawaida kabla ya kuzaliwa, kokwa za kiume huwa zipo ndani ya pango la tumbo na hutakiwa zishuke kuelekea sehemu za uzazi baada ya kuzaliwa. Kitendo cha kushindwa kushuka na kuhifadhiwa katika korodani husababisha mbegu au kokwa kuharibika kutokana na joto kali la tumboni. Kile kitendo cha kushuka na kuning'inia kwa korodani ni maumbile sahihi ya kibiolojia yenye tija kiafya, ambayo huwezesha kupata joto la wastani na hivyo kutengenezwa kwa mbegu zenye kiwango. Sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea ugumba kwa wanaume ni maambukizi, yani infections. Kuna baadhi ya maambukizi yanaweza kuvuruga uzalishaji wa mbegu za kiume au yanaweza kusababisha makovu ambayo yatazuia kupita kwa mbegu za kiume. Kwa mfano, maambukizi sugu ya virusi, yani chronic viral infection, yanaweza kuambukiza mbegu za kiume na kuchukuliwa kuwa ni sababu mojawapo ya ugumba kwa wanaume. Uchunguzi wa hivi karibuni umeonyesha kuwa uwepo wa virusi vya ukimwi au virusi vya homa ya ini aina ya B na C katika mbegu za kiume uharibu sifa ya mbegu ya kiume pamoja na DNA, lakini pia hufanya ile mbegu ya kiume ishindwe kufanya movement. Sio hivyo tu, hata maambukizi ya bakteria, yani bacterial infection, yanaweza kusababisha ugumba kwa wanaume. Kwa mfano magonjwa kama magonjwa vile ya zinaa, kama vile kaswende, kisonono, magonjwa kama vile chlamydia na magonjwa mengineo ambayo sijataja hapo juu, yote hayo yanaweza yakasababishwa mtu akapata ugumba kutokana na uharibifu wa mbegu za kiume. Sababu nyingine ambayo huleta ugumba
kwa wanaume ni sababu za lishe na mtindo mzima wa maisha kwa ujumla, yani nutrition and lifestyle. Nutrition and lifestyle ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikasababisha ugumba kwa wanaume. Kwa mfano, unakuta wanaume wengi wanavuta sigara. Sasa ndani ya sigara kuna kiambato kinachoitwa nicotine. Nicotine huzuia uzalishaji wa mbegu za kiume na kupunguza ukubwa wa korodani, jambo ambalo linaweza kusababisha ugumba. Lakini pia hata kwa wanywaji wa pombe, tafiti nyingi zilizofanyika kwa wanaume wenye mbegu zenye ubora wa chini ni wanywaji wa pombe, kwa mujibu wa tafiti nyingi zilizofanyika. Na matumizi ya kupitiliza ya unywaji wa pombe yameonyesha kuhusika na kupungua kwa mbegu za kawaida, yani mbegu nzuri zinazofaa kwa ajili ya uzazi. Na ukiangalia ukweli ni kwamba unywaji wa pombe kupita kiasi huathiri uzazi kwa kupunguza viwango vya testosterone, homoni ya kuchochea follicle, yani follicle stimulating hormone, na homoni ya luteinizing. Sio hivyo tu, unywaji wa pombe huongeza viwango vya estrogen ambavyo hupunguza uzalishaji wa mbegu za kiume na kupungua kwa korodani, ambayo inaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume na hatimaye kuweza kusababisha ugumba kwa wanaume. Sababu nyinginezo ni kama vile ambazo zinaweza kusababisha ugumba kwa wanaume ni kama vile msongo wa mawazo, yani depression. Lakini pia matumizi ya baadhi ya madawa, kwa mfano dawa za pressure kama vile methyldopa na dawa nyinginezo. Zote hizi zinaweza kusababisha ugumba kwa mwanaume. Tukirudi kuangalia katika upande wa vipimo ambavyo vinaweza kufanyika kwa upande wa wanawake ili kujua kama tatizo la ugumba chanzo chake au limesababishwa na nini, vipo vipimo vingi, lakini nitavitaja vipimo vichache kwa uchache au kwa haraka. Kipimo cha kwanza ni kipimo cha ultrasound. Kipimo cha ultrasound kinaweza kuonyesha kama kuna uvimbe kwenye tumbo la uzazi, pia kwenye ovary kama kuna magonjwa yanayoweza kusababisha ugumba, kama ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama polycystic ovarian syndrome. Lakini pia ultrasound inaweza kuonyesha kama kuna maambukizi, yani infection katika via vya uzazi, yani pelvic inflammatory diseases, PID. Kama tunavyofahamu, PID ni ugonjwa hatari na huleta ugumba kwa sababu unasababisha makovu kwenye mirija ya uzazi. Makovu hayo huziba mirija ya kuzuia yai kurutubishwa. Sasa kwa hiyo ultrasound inaweza kuonyesha unene wa ukuta wa neli, yani tubal wall thickness, ambayo inakuwa ni zaidi ya milimita 5, lakini pia inaweza kuonyesha septa zisizo kamili ndani ya mirija, yani incomplete septa within the tube, au inaweza kuonyesha umajimaji, yani free fluid chini kabisa kwenye cervix, ambayo kitaalamu inajulikana sehemu hii kama cul de sac au pouch of Douglas au rectovaginal pouch. Lakini pia inaweza onyesha ishara ya muonekano kama wa gurudumu kwenye sehemu ya mkato wa muonekano wa neli, ambapo kitaalamu inafahamika kama cogwheel appearance on the cross sectional tubal view. Alama zote hizi zinaweza ashiria kuwa kuna maambukizi ya PID. Ukiachilia mbali kipimo cha ultrasound, kuna kipimo cha kuangalia vichocheo katika mwili, yani hormonal profile au female hormonal assay. Na mara nyingi kipimo hiki hufanyika wakati imeonekana kuna tatizo katika mzunguko wa hedhi au kupoteza hamu ya tendo la ndoa au mabadiliko ya kimaumbile, yani changes in sex characteristics, ambayo yanaweza kuwa ni ishara mojawapo ya kukosekana kwa usawa wa mfumo wa vichocheo, yani hormonal imbalance. Paneli ya kupima damu ya kuangalia homoni inajumuisha homoni nyingi. Miongoni mwao kuna follicle stimulating hormone, lakini pia kuna luteinizing hormone, kuna progesterone, kuna estrogen, kuna testosterone, kuna thyroxine na nyinginezo nyingi. Sasa matokeo ya vipimo hivi vya hormone husaidia kuamua njia bora ya matibabu kwa kila mgonjwa. Kipimo kingine ambacho kinaweza kufanyika ni aina ya kipimo kinachojulikana kitaalamu kama hysterosalpingography, ambacho
kinasaidia kutazama mirija ya uzazi yani fallopian tubes kama imeziba au kama ina shida yoyote. Pia husaidia kuonesha kama tumbo la uzazi lina uvimbe. Sasa hysterosalpingography ni kipimo cha X-ray kinachotumia dawa maalum yani contrast dye, inaonyesha njia ya mbegu za kiume kutoka kwenye shingo ya kizazi kupita ndani ya mfuko wa kizazi yani uterus na kwenye mirija ya uzazi yani fallopian tube. Kipimo kingine kinachoweza kufanyika kinajulikana kama endometrial biopsy, ambapo tishu za mji wa uzazi huchukuliwa kuchunguza kama yai la uzazi limetoka. Pia huweza kuonyesha kama kuna saratani ya mji wa uzazi au vinyama kwenye mji wa uzazi. Pia kuna kipimo kinachojulikana kama postcoital testing. Kipimo hiki kinapima kamasi za shingo ya kizazi yani cervical mucus zilizochukuliwa masaa 2 mpaka 8 baada ya wapenzi kujamiana ili kuangalia muingiliano wa mbegu za kiume na kamasi za shingo ya kizazi. Kuna kipimo kingine cha kiwango cha joto mwilini kinachojulikana kama body basal temperature, ambapo ikitokea kuna kuongezeka kwa kiwango cha joto zaidi ya degree 1 kutoka kiwango cha joto cha kawaida cha binadamu, kinahusishwa na ovulation, ambapo mwanamke atakuwa na asilimia kubwa ya kushika ujauzito. Kwa upande wa wanaume, vipimo ambavyo vinaweza kufanyika ni pamoja na kipimo cha uchambuzi wa mbegu za kiume yani semen analysis. Kipimo hichi kinahusisha uchukuaji wa mbegu za kiume kutoka kwa mwanaume ambaye amekaa siku 2 au 3 au zaidi bila kujamiana. Hizo mbegu za kiume zinavyochukuliwa zinapimwa ili kujua wingi wake, kiwango chake, pia wanaangalia shape zake, yani viscosity of the semen, motility and swimming speed, pamoja na ujazo wa uthabiti wa sampuli iliyomwagika yani volume and consistency of the ejaculated sample. Kwa hiyo kwa upande wa wanaume, hiki kipimo cha uchambuzi wa mbegu za kiume yani semen analysis ni kipimo muhimu sana ili kujua hasa tatizo lipo sehemu gani. Je, tatizo ni mtu anatoa mbegu chache, au je tatizo ni mtu anatoa mbegu nyingi lakini hazina ubora, yani zinakuwa ziko kwenye low quality? Yote haya na mengineyo yakigundulika huleta urahisi kwa mgonjwa anapopatiwa matibabu. Tukiangalia kipimo kingine kinachoweza kufanyika kinajulikana kama testicular biopsy, ambao ni utaratibu ambao sehemu ndogo ya korodani hutolewa kwa ajili ya uchunguzi. Huwa inafanywa kwa kuunda mkato mdogo kwenye ngozi ya scrotum. Kipande kidogo cha tishu za korodani huondolewa kupitia mkato wa kuchota sampuli. Huwa inaondolewa kwa kupitia mkato wa kuchota sampuli hiyo kwa mkasi mdogo. Sasa uchunguzi huu mara nyingi hufanyika ili kupata sababu ya ugumba wa kiume, na inafanywa wakati uchambuzi wa mbegu za kiume unaonyesha kuwa mbegu za kiume zisizo za kawaida na vipimo vingine ambavyo havijapata sababu yake. Ndugu msikilizaji, cha kufahamu ni kwamba inaweza kutokea mbegu za kiume zilizopatikana kutoka kwenye uchunguzi wa korodani zinaweza kutumika kurutubisha yai la mwanamke kwenye maabara, ambayo njia hii kitaalamu inajulikana kama in vitro fertilization yani IVF, ambayo ni njia ya kitaalamu ya kuunganisha yai la mwanamke na mbegu za mwanaume nje ya mwili ya binadamu katika maabara na kisha kurudisha kwenye mwili wa mwanamke ili mimba iweze kukua. Kwa kumalizia, ni washauri tu watu wote wenye matatizo ya ugumba kuacha kutumia dawa kiholela zinazosemekana au zinazoaminika kwamba watu ambao zinazoaminika kwamba huwa zinatibu matatizo ya ugumba. Kuacha kutumia dawa ambazo watu ambao sio wataalamu ambazo wanazisambaza. Kwa hiyo ni vizuri kwa wenza ambao wana tatizo hili la ugumba wakafika wote wawili katika kituo cha afya
ili waonane na wataalamu ambao wamebobea katika masuala haya ili waweze kuwasaidia kiushauri na kimatibabu. Ugumba unaweza kuleta athari kubwa za kihisia kwa wanandoa zikiwemo msongo wa mawazo, sonona, wasiwasi na matatizo ya ndoa yanaweza kutokea. Ni vizuri jamii kujikinga na maambukizi ya magonjwa ya zinaa kwa ujumla ili kuweza kupunguza hatari ya kupata ugumba, kudumisha lishe bora na mfumo wa maisha ulio bora unaoweza kuongeza uwezekano wa kupata ujauzito. Pia ni vizuri kuepuka vyakula vilivyoweka dawa za kuua wadudu kwenye mboga za majani. Dawa hizi mara nyingi unakuta zina athari na zinapunguza nafasi ya kupata ujauzito. Mwisho kabisa, ndugu watazamaji, ni washauri kula vyakula vyenye beta carotene ambavyo ni karoti, viazi vitamu, mboga za kijani yani spinach, figiri, majani ya maboga, zile pilipili hoho na mboga nyinginezo. Zote hizo huimarisha homoni na kuboresha uwezo wa mwanaume kushiriki tendo la kujamiana na kupata ujauzito. Mpaka hapo ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Nafikiri tutakuwa tumejifunza mambo mengi yanayohusiana na ugumba. Kwa mfano tumejifunza nini maana yake, nini maana ya ugumba. Tumejifunza aina za ugumba, tofauti kati ya ugumba na utasa. Pia tumejifunza sababu mbalimbali zinazosababisha ugumba kwa mwanamke na mwanaume. Vipimo ambavyo vinaweza kufanyika ili kujua tatizo lilipoanzia kwa ajili ya matibabu. Lakini pia tumejifunza mambo hatarishi ambayo inabidi tuepukane nayo ili kuweza kuepukana na ugumba. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kushare. Pia usisahau kucomment. Tukutane tena kwenye mada zinazokuja. Asanteni sana.